Rema, hongera sana. Asante kaka. Tunaona jambo kubwa hili la kumdondosha Israel Mbonyi kutoka Rwanda. Takriban ni mara ya pili, na ili Simplify mwaka jana ilimleta na wakaweka historia ya kumsimamisha mara 2 mfululizo. Walimsimamisha Leaders, lakini pia walimsimamisha Mlimani City. Tuambie kwa mwaka huu umejipangaje, kwa sababu kuonekana kwako wewe kunaashiria utukufu wa Mungu sana kwenye jambo hili. Karibu. Asante sana, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwaka huu tena. Wakati wa Mungu season 4 imefika, na kwa wakati huu Mungu ametupa theme inayokwenda kwa jina la Mungu ametuhurumia, na pia tena kwa majira haya Mungu amempa kibali tena mtumishi wa Mungu Israel Mbonyi kutoka Rwanda. Tutakuwa naye na itafanyika siku ya tarehe 6, na event hii tutakuwa ni bure kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wote ambao wanatamani kufika waje kwa wingi sana. Itakuwa pale Leaders. Yes. Kauli hii ya kusema kwamba Mungu ametuhurumia, kwa haraka haraka tunaweza kujiuliza mambo mengi sana. Labda pengine ni huruma namna gani hiyo? Huruma ni huruma, unaelewa Kuna wakati mwingine unaweza ukashindwa kudefine huruma ya Mungu. Labda kuna wakati Mungu anaweza kaja kukupa jambo fulani, ukahisi kama Mungu vile amekuacha, lakini huwezi jua kwa nini Mungu amekunyima. Na pia wakati mwingine Mungu anaweza kawa amekubariki sana ukachukulia poa. So sisi kama Tanzania, sisi kama wakati wa Mungu team, kuna mambo ambayo tumejionea kwa hii miaka 4, season 1, season 2, season 3 mpaka hii season 4, na tumesema kabisa kweli kwamba katika haya tukiangalia nyuma tunasema this is God. Yani katika haya sio kwa nguvu zetu wenyewe, ndio maana tukasema Mungu kweli ametuhurumia. Na hata katika wakati wa Mungu hii season 4, kweli kabisa Mungu ametuhurumia. Sio tu sisi lakini Tanzania kwa ujumla Mungu ametuhurumia. Rema Simfukwe, moja kitu ambacho najiuliza sana, labda the way unavyozungumza ndio uzungumzaji wako ndio huo, kwa sababu wengine wanasema labda mtumishi wa Mungu sometimes akakwazwa na watu, mapepo anatumia kukwaza watu. Labda ikitokea unakuwa na hasira, huwa ni mtu namna gani? Mimi ni binadamu kama binadamu wengine, na kila mtu ana namna yake pia ya kuondoa hasira. Sikatai hasira zipo, lakini kuna namna Mungu ananisaidia. Sasa siwezi nikaiweka public nikiwa na hasira nafanya nini, lakini watu wangu wa karibu wanajua. Na huwa unatumia mbinu gani kucontrol hasira zako? Kusoma neno la Mungu, na unajua hasira ukaa kifuani mwa wapumbavu. Kwa hiyo mpaka hasira ikukute maana yake umekubali wewe kuwa mpumbavu. Yes. So, ndo hivyo tu. Kwa hiyo najitahidi kwa kadri ya uwezo wangu nisipate hasira. Yeah. So wako wakina dada wengi wanatamani kufikia level kama ya kwako, lakini sijajua unatumia mbinu gani kuitengeneza sauti yako. Yaani sauti yako umeitengeneza kwamba hata mtu akiwa mbali akisikia anajua huyu ni Rema Simfukwe. Hii mbinu uliitolea wapi? Au ni kipaji cha namna gani? Ili kuwaje mpaka kama kutengeneza standard quality kwamba yani ukisikia unajua huyu ni Rema? Ni Mungu. Hamna kitu nimefanya, ndio maana nasema Mungu amenihurumia. Mungu ametuhurumia. Hamna kitu, hamna nguvu za binadamu. Hakuna kwamba nashinda kanisani labda naimba nafanya nini, nope. Ni Mungu ametuhurumia. Moja kitu ambacho nilijiuliza na kilitrend kwenye mtandao wa kijamii ni the way ulivyokuwa unafanya tuseme ni hafla kwenye moja ya kituo ambacho unakisimamia cha watoto ambao wana usonji. Na tuliona the way ambavyo uliweza kuita watu, lakini kitu ambacho nilikuwa najiuliza sana, kwa nini ulimleta Bonny Mwaitege pale? Yani ina maana hauna ukaribu na wasanii labda kama kina Joel Luaga ambao ni generation yao ambao mnapiki pamoja? Kwa nini uliamua kufanya vile? Niliamua kumleta Bonny kwa sababu Mungu aliruhusu kwa majira yale, na hao wote waliwataja wengine ni marafiki zangu wa karibu sana, lakini Mungu huwa anaamua kwa majira yake na wakati wake mtu awe sehemu fulani. Kwa hiyo kwa nature ya watoto ambao tunawahudumia na nyimbo za Bonny Mwaitege kama mama au sisi sote ni kazi ya mikono yako, au mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako, you know those songs Kwa hiyo zile kabla hajasema nyimbo tu zina communicate maisha ya wale watoto. Kwa hiyo ndio maana pia niliona Bonny ni mtu sahihi sana. Unazungumziaje kwa ambao wanasema kwamba baada ya wewe kuonekana unafanya nyimbo za live kwa ukubwa, kuna wengine wakaibuka kuimba nao live? Hii unaizungumziaje? Sidhani kama mimi ndo chachu. Sababu mimi mwenyewe pia nimeona baba zangu wengine walionitangulia, kaka zangu walionitangulia, lakini kama wapo pia ambao wanajifunza kutoka kwangu, glory be to God. Unathibitisha vipi kwamba ndo the first kwenye kuimba live kwa wadada wote hapa Tanzania? Sina cha kuthibitisha. Sina cha kuthibitisha, ila wapo walionitangulia wengi.
Kina nani hao? John Lisu, Pastor Kina dada nazungumzia. Josephine Minza ambaye ni mama yangu mimi, nimeanza kwenye timu yake. Yes. Kwa hiyo kuna watu walioanza kabla yangu. Ukiangalia mwenyewe kwenye mitandao, interaction yao na kwako zinafanana? Sitaki kusemea hilo, lakini mtoto atabaki kuwa mtoto na mama atabaki kuwa mama. Hata kama mtoto anamzidi mama, hiyo huwezi kuzungumzia. Atabaki kuwa mtoto, hata kama anaweza kutumia smartphone kuliko mama yangu, mama anabaki kuwa mama. Asante sana. Siwezi kusema kama kulikuwa kuna wazo, lakini katika chochote ambacho unafanya, ukimwamini Mungu pia tegemea kukua. Kwa sababu Mungu hambakizi mtu wake jinsi alivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya kazi yangu katika uaminifu na namwamini Mungu na namuomba anikuze. Kwa hiyo kama umeona nimekuwa, namshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Okay. Imetangazwa kwamba safari hii Israel Mbonyi ataperform bure. Sijajua kwa nini imekuwa hivi, labda unathibitisha vipi hili kwa Tanzania? Tunalithibitisha kwa kurudia tena kuzungumza kwamba this time Israel Mbonyi amekubali kushirikiana na Watanzania ambao ni sisi kufanya ibada hii kwa namna ya tofauti. Kwa sababu unapofanya tamasha kama tuliofanya mwaka jana, pia kuna feedback nyingi. Watu wengi walishindwa kupata nafasi ya kuweza kuhudhuria, wengi wakiwa wanazungumzia viingilio vinakuwa vikubwa kiasi kwamba wanashindwa kuweza kuja kufika maeneo yale. Kwa hiyo kwa sababu sisi tunafanya ibada, tumeona sio vibaya this time kwa majira haya watu wakapata nafasi ya kuingia bure. Yes, na tukaamua kuwarudishia yule mtu ambaye wengi walitamani. Tumejaribu kurudisha orodha ile na kuiongeza zaidi ili waweze kupata kile ambacho kwa namna moja au nyingine waliamini wamekikosa. Hongera sana. Unajisikiaje kuwa ni tuseme mdada au unaweza kusema jinsia ya kike ambaye unaweza kuratibu vitu kama hivi kwa viwango? Kwa sababu tulishazoea kuona labda ni watu wengine wanafanya labda wanaume fulani, lakini kwako wewe na muonekano wako imekuwa ni kitu cha kipekee sana. Unajisikiaje? Ulishawahi kuwaza kwenye ndoto za maisha kwamba utakuja kufanya haya unayofanya? Nikisema nitakuwa nimewahi kuwaza, hapana, sijawahi kuwaza, lakini labda pia kwa jinsi ambavyo nimelelewa. Mimi nimekuwa kwenye familia ya watoto wa kike watupu. Kwa hiyo miongoni mwetu walikuwepo viongozi, namshukuru Mungu nilikuwa mmoja wao, lakini hicho kwa malezi ndio maana naona kwamba chochote ambacho namwamini Mungu namuomba anisaidie kuweza kukifanya kinafanikiwa ama kinafanyika. Kwa hiyo sina mizani sana upande wa kike na kiume, lakini namwamini Mungu yoyote awe mwanamke au awe mwanamume, Mungu amempa uwezo sawa na amempa nguvu sawa. Kikubwa ni kubaki katika lile kusudi na kumuomba Mungu aendelee kusimamia. Okay, simplify. Kitu ambacho simply, okay, nilikuwa nataka kujua kitu kimoja. Kuna changamoto gani ambazo unakumbana nazo kwenye kazi zako unazofanya? Na labda pengine inaweza ikawa inakukata kwa namna moja ama nyingine. Changamoto ama challenge kubwa ni excellence. Mimi napenda excellence. Ninapofanya kazi natamani ubora. Na kama tunapojua ubora ni gharama. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho najaribu communicate kwenye jamii yangu kwamba napenda ubora. Hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini wengine wanasema dada ni gharama, lakini sio gharama, ni kwa sababu ya kile ambacho nataka nikifanye. Okay, so mpaka sasa hivi una watu wangapi ambao umewaajiri kwenye kampuni yako? Ninao wengi katika makundi tofauti. Ninao wale ambao ni permanent employees na ninao wale ambao ni casuals. In total watu kama 23 sasa.